Maji, tuende kwenye makala yetu ya leo nyanjani, na wenyeji katika sehemu ya kituo cha kibiashara cha Mogotio wanalalamika kuhusu ukosefu wa maendeleo katika kituo hicho. Kadhalika, wakazi wamekosa bidhaa za kimsingi kama vile maji na kadhalika. Mwanahabari Kamche Menza anarejea tena na makala hayo. Swadakta kabisa, na hii leo katika sehemu ya leo nyanjani tuko katika sehemu ya Mogotio katika kituo cha biashara cha Mogotio kaunti ya Baringo, na tunazungumzia tu swala zima kuhusiana na kituo hiki cha biashara cha Mogotio. Ni kituo ambacho kilianza kitambo, ingawa kimeonekana kwa muda mrefu kwamba hakisongi ama hakipanuki. Kwa neno rahisi ni kwamba hakipanuki, na pia kumekuwa na shida ya maji. Kando hapa ni mto ambao kwa muda mrefu wenyeji ndio wamekuwa wakitegemea katika shughuli zao. Kwa hivyo kutusaidia kufafanua zaidi swala hilo ama kuzungumzia kwa marefu, niko na wageni wawili ambao ni wakaazi na pia wafanyabiashara hapa. Upande wangu wa kwanza hapa ni Kiptum Binot ambaye ni mfanyabiashara na pia ni mwenyeji, na pale kando ni mzee wa mtaa ambaye anaitwa Shaban Makidadi. Kwa hivyo karibuni wageni wangu. Asante sana. Pengine tukianza na wewe Kiptum, utueleze mambo ya upande wa maji. Pengine Mogotio inapata wapi maji yake? Maji katika sehemu yetu hapa Mogotio imekuwa swala ngumu sana, ambaye huenda hata itafanya biashara ya Mogotio isambaratike. Miaka ya hapo awali hapa Mogotio kulikuwa na wakaaji wachache kabla ya kupata uhuru, na wakati huo mto huu ulikuwa na msitu mingi kama vile unaona mti ambayo iko nyuma yetu hapa, na mto yenyewe Molo River ulikuwa umezingirwa na miti, na haikuwa vile iko hivi sasa. Na tangu wakati huo wote Mogotio imekuwa kitumia tu maji ya Molo River. Na tunaweza sema Mogotio town ni Molo River. Bila Molo River hakuna Mogotio town. Kwa sababu hatujawahi kuwa na maji tangu mimi nizaliwe. Tumekuwa hapa tu tunakunywa hii maji ikiwa hivyo hivyo. Hata mpaka tumezoea kwa sababu hiyo maji ni mzito, na baadaye tulipojua kumbe hiyo uzito ni chafu, sababu tukikunywa tunasikia kama inashika ulimi. Lakini kumbe wale madaktari ambao wanashughulika na bora afya wakapima kwamba hiyo uzito ambayo hiyo chumvi yenyewe kwa hiyo maji ni chafu. Tangu wakati huo mpaka leo hatujakuwa na maji yote, ama pengine maji ya fereji ama maji ya bwawa hatujakuwa naye tangu mpaka hata sasa. Hata wakati tunapoongea sasa hivi tunatumia tu maji ya Molo River. Ya Molo River. Yes. Ni kusema kwa kweli hatuna maji hapa Mogotio nzuri ya kutumia, na maji ambayo tunatumia saa hizi, juzi kulikuwa na ugonjwa wa kolera ambapo ilisambaa Kenya mzima, na ili tusumbua sana sisi watu Mogotio, na hasa hiyo kolera inatokana na hii maji. Na kwa saa hizi mji mzima Mogotio hakuna maji. Maji ambayo yanatumika ni hiyo, watu wanatoa mtoni tunapeleka manyumbani. Na watu wengi yule hasa kutumia maji kwa kuchemsha si rahisi, sababu watu ni wengi na elimu haijafikia watu wengi zaidi nje. Kwa hivyo inapotokana inakuwa ni shida kwetu. Maji nzuri hatupati kabisa Mogotio. Na fereji hakuna Mogotio. Sasa unajiuliza katika Mogotio, unaona vile watu wanakaa katika hali mbovu sana. Na tunajiuliza si kwa nini serikali kuu hawachukui hatua kuangalia mji kama huu umebeba zaidi ya watu 17,000 zaidi. Kwa nini hawajachukua hatua ya kusaidia mji kama huu ambapo hakuna maji ya mfereji, hakuna nini? Na tunajua serikali sasa jambo kubwa ambalo inashughulikia ni mambo ya maji, mambo ya stima, na zile hali sisi hapa tunapata shida. Mwaka jana, inaweza kuwa ni mapema mwaka jana ama katikati, tulishuhudia kisa ambapo nafikiri ni biashara zilifungwa kwa kusemekana kwamba hakuna vyoo. Sijui nyinyi kama wenyeji hapa muna rate vipi ile hali ya usafi wa mji, mambo na vyoo? Je, kuna vyoo vya kutosha, ama hali ni ile lenye inasikika kule nje kwamba Mogotio hakuna vyoo vya kutosha ama hata hakuna vyoo? Kusema kweli, wacha niseme kweli, serikali isiepuke ile ukweli ya maneno. Haswa mnavyojua, kwanza kolera haitoki zaidi na choo. Ikiwa maji ni chimbao mbovu, sababu kubwa kwanza ni maji. Choo katika mji, nafikiri hii ni hakikisho la serikali pia, ni the health officers kushughulikia mambo ya choo.
ikiwa plot haina choo kwanza istahili kujengwa. Hiyo sio shughuli ya sisi. Kwa hivyo katika mji na hakika viko na vyoo katika mji, lakini hata vitongoji kuna sehemu kama nitoka Torongot pale ambapo inaishi na watu wengi, ambapo ni si plot za watu waishi kwa kijiji tu, pale kuna changamoto. Na hiyo ilikuwa pia ni changamoto ya serikali pia kujenga choo ya public. Kwa hivyo hajafanya hivyo. Kwa hivyo ikiwa hajafanya hivyo, hautalaumu ule mwananchi wa kawaida. Sababu mwananchi kawaida hawezi kuchimba choo pale si plot hiyo yake. Itakuwa ni vigumu kwa serikali wachimbe choo pale. Kwa hivyo unaona changamoto kubwa si wananchi wenyewe. Changamoto kubwa pande ya serikali. Lakini kwenye kituo, katikati ya kituo chenyewe cha kibiashara. Katika biashara vitu kama soko na vitu kama ukiona hapa stage. Niko nataka pia na choo. Iko ama haiko? Haiko choo, haina choo. Ambapo stage ni huyu mani ni serikali ambayo na mali kama stage. Ambapo changamoto pia kwa serikali wangechimba choo katika pale kama hiyo. Ukienda soko pale hakuna choo ambayo ina function size. Ukitembea soko pale choo haina. Kwa hivyo serikali changamoto katika mji pia waweke choo ya public ambapo vitu kama hizo itapotea. Ni biashara zipi ndio ziko nyingi katika kituo hiki cha kibiashara cha Mogotio? Asante sana. Mji huu kwa wakati mrefu hivi imekuwa tu na duka tu ile ya kuuza sukari, majani na kioski ambayo inauza mboga, matunda na yale mengine. Na hivi punde tu kwa sababu ya shida ya maji, mwaka uliopita wa 2015 kumetokea mkurupuko wa ugonjwa wa kipindupindu karibu mara 3. Na hatua hiyo imefanya wafanyabiashara wengi kuhama kwenye mji huu, na wamehama ng'ambo ile nyingine upande wa Nakuru County, na unakuta kwamba imeathiri biashara kwa sababu unakuta watu wengi wanasema upande ile nyingine Nakuru County kuna mpangilio ya kupata maji, kuna mpangilio ya kulipisha watu pesa ya revenue rates, na hata wenye vibanda upande ile Nakuru wanashughulikiwa na county government ya Nakuru. Kama wafanyabiashara mnajua revenue yenye inakolektiwa pengine upande wa kibiashara katika Mogotio center? Siwezi nikajua hasa, lakini Baringo County iko na town mbili, Kabarnet na Elgeyo Ravine. Na mji nyingine ambayo inafuata kwa ukubwa ni Mogotio, Marigat, Kabartonjo na Chemalingot. Hiyo ikiwa ni mji mkuu wa Tiaty. Kwa hivyo na pia Mogotio ni mlango ya Baringo County. Na bila shaka kulingana, hatujui tarakimu ya pesa ambayo inachukuliwa kama pesa ya revenue collection. Hatujapewa hiyo hesabu. Pengine wale wanahusika wanaweza kutujulisha. Lakini tu kwa kuangalia hizo kazi ambayo inafanyika hapa, biashara hapa na pale, sio pesa kidogo. Kwa mwaka moja hiyo license ya county permit, na hiyo kuna sababu hapa kuna benki mbili ambaye ni ya Sacco Baringo, Boresha Sacco na Skyline ya wakulima. Alafu kuna maagenti sasa wale kama Cooperative Bank, kuna agent ya KCB na M-Pesa, outlets ya M-Pesa. Kuna pia hoteli kama 3 kubwa na hoteli ndogo ndogo kawaida. Kwa hivyo katika ile, na pia kuna bar ambayo pia wanalipa revenue, na kuna bar mzuri, kuna night club 3 ambayo watu inalipa pesa mingi kwa mwaka ile upewe leseni. Kwa hivyo hiyo pesa ukadiria inaweza kuwa pesa mingi na ukilinganisha na ile ambayo inarudi sasa. Kwa ujumla maendeleo katika Mogotio ama kupanuka kwa Mogotio, umekaa Mogotio kwa muda mrefu, unaweza kutuelezea ile tunaita growth, kama kumekuwa na kupanuka kwa kiasi gani ama maendeleo ya kiasi gani, ama mnaona mnadidimia ama mnaona tu mumesimama pale pale? Mimi ni mzaliwa hapa Mogotio na niko na zaidi ya miaka 57. Kwa hivyo nimekaa nikaona mambo mengi. Hapo mbeleni palikuwa uchumi wa Mogotio ilikuwa ni nzuri sana. Ilikuwa na uchumi nzuri wakati Sisal Estates hizo zikifanya. Kuna jirani Sisal Estates kama Majani Mingi, Lomolo, Alfega na Asinai. Ilikuwa ziko active. Kwa sasa hizi factories zimerudi chini sana. Zimekuwa chini.
Alafu kitu nyingine ukiangalia katika mji ni muda mrefu imekuwa, lakini utakuta hakuna banki ya serikali hata moja. Banki ambazo ziko za kibinafsi. Na nina hizi sako. Ambapo unaona sasa mji haishiki vile inatakikana. Unakuta mji kama huu vile vile ilivyokuwa zamani. Hata imekuwa saizi imekuwa zaidi mbovu kuliko zamani. Kama hivi majuzi tumewekewa maram kwa mji, katika mji ambapo sisi tulikuwa tunafikiria katika mji tunaweza kuwa kitu kama lami. Na county government wametuwekea maram kwa mji. Naelewa, nilikuwa nazungumza na vijana hapo kando, wakawa wanaelezea kwamba kuna mabwawa hizi tunaita boreholes pengine, ama zimechimbwa visima vile vimechimbwa upande wa nafikiri ni Lomanira ama ni upande gani pale wenye pengine nasaidia, ama nyinyi mnaonaje kuhusu? Ama nikusema hiyo kweli kunao borehole ambazo zinachimbwa kwa Lomanira. Na kusema kweli Lomanira ni mbali na hapa. Na inasaidia watu wa Lomanira. Na serikali yake mkakati kwamba kama hii ni maji ilikuwa ni ya umma, itusambazie sisi mpaka hapa. Kwa hivyo ile maji tuseme ni yetu, ni ya sehemu ya watu wakaaji wa Lomanira. Na inasaidia watu wa Lomanira. Kwa hivyo kama si katika mji ungekuwa na shughuli kama hii katika mji, wao na borehole yao wachimbiwe na wafanyiwe usambazaji na serikali, ingekuwa ni bora. Kwa sasa nasikia hiyo maji imefika mpaka somewhere inaitwa Kapsigiroi, Ikweta. Imefika huko. Na ili hali ni ya watu binafsi. Ukiangalia kama ni watu binafsi, na gharama katika watu katika hiyo maji inakuwa ni juu katika wale wa China hata wapati hiyo maji. Kuna hatua zote zenye mmechukua kutaka kuwasilisha ujumbe kama huu kwa serikali ya kaunti kwamba tafadhali tushughulikieni nyinyi kama vijana ama wafanyi biashara pia? Tukiwa kama wafanyi biashara wa mji, hasa mwaka jana tumekuwa na mikakati mingi sana. Tumekuwa na vikao na kamati wa wafanyi biashara kwenye mji na serikali ya county government, na tumekuwa pale kwa ofisi yao. Hata kulikuwa na wakati mwingine wananchi wa hapa wafanyi biashara pamoja na wananchi tu kwa jumla, hata wale wapita njia walijumuika pamoja kufanya maandamano kwa sababu ya shida ya vumbi, shida ya kipindupindu na shida mingi sana, uchafu, hakuna choo, hakuna mambo mingi, watu wafanya maandamano. Na kufika kwa ofisi pale ya sub county administrator, tukawa na mkutano kwa muda mrefu sana. Hata tukaenda kamati ambayo ilikuwa inawakilisha wafanyabiashara, wakaenda mpaka ofisi ya governor huko Kabarnet. Wakawa na mkutano wa faraga. Baadaye mheshimiwa governor akatuma waziri wake wa biashara Bwana Keitaji. Akaja hapa, wakaongea na wananchi wa hapa, na hata nyuma yetu hapa kwenye mti hapa tukawa na baraza na wale wanaoshikilia mamlaka katika county government na wafanyabiashara. Na hata baadaye tukafanya mikutano ambayo inaitwa exchange programs, na tukaita watu wa public health wakuja waeleze wananchi kwenye kikao umuhimu ya kutoa uchafu ama hata kujikinga binafsi. Na tukawa na wakubwa wa public health wa hapa. Ikawa kikao ya karibu watu 300. Na baadaye tena tukawa na kikao baina ya wafanyabiashara na wakubwa. Mheshimiwa governor akatuma waziri wa maji Engineer Tomno ya county. Akatuma waziri Lilia Sadala ambaye alikuwa anafanya na lands na housing na Bwana Keitaji wa biashara. Wangapi? Watatu. Wakaja hapa kwenye mji na tukawa na mkutano na vijana na wafanyabiashara muda karibu siku mzima, na wakatuahidi kwamba watachukua hatua, kwamba watajenga choo mahali pa watu wengi kama stage. Wakasema wataweka lami barabara ya mji sababu sasa ni vumbi. Wakasema kwamba watazawasisha maji ama kusaidia kuleta maji ya Lomanira kwa pipes mpaka Mogotio. Na tangu wakati hiyo mpaka sasa ilikuwa ni mwezi wa 10 mwaka jana. Na hii Disemba yote ilienda, hakuna kitu imefanyika. Nyinyi kama wazee, pengine watu wajitokeze, serikali ya kaunti sema inajitokeza, ni masuala gani haswa muhimu yenye mnaona hapa mungetaka yatimizwe ama yafanywe Mogotio ipate sura mpya? Sura mpya kwanza mji kama kwanza nasema maji. Mji kama kuna maji hakuna kitu kitaendelea vizuri. Kwanza ni maji. Alafu mambo ya maendeleo kuingependa sana wahamasishe pia vijana
Kwanza nakumbuka kuna shida moja kubwa ambapo tuko naye kwanza ni watoto wa shule. Wanafunzi. Sisi tuna shule hapa Mogotio za boarding school ziko nyingi. Lakini day school tulikuwa na shule moja day school within Mogotio. Ambapo inabeba nilikwambia population more than 17,000. Na ambapo district mzima anategemea hii shule. Day school wale ambao wako shule outside.